Hello wapenda, nimekuja kwenu na leo na mada nataka tuzungumzie. Wandugu zangu, katika dunia tunayoishi, waweza kufanya vitu vyote vile unavyotaka wewe, lakini inapofika swala la mafanikio, hapo shida zinaanza. Katika dunia yetu tunayoishi, watu wengi huwa wafurahii na huwa wapendi mafanikio ya watu wengine. Pale unapoanza kufanikisha, kuna baadhi ya watu, hata marafiki zako wa karibu, wa ndugu na hata majirani, wataanza kukuongelea vibaya. Kuna baadhi watasema unajiona, wengine una kiburi, wengine watakuona kwamba wewe umekuwa mtu tofauti, na watakusema vitu vingi sana. Lakini nataka ujue kwamba ndugu yangu, dunia tunayoishi ni wachache sana ndio huwa wanafurahia mafanikio ya watu wengine, lakini wengi huwa wanatamani watu wote muwe kwenye level moja, yaani muwe kama mnalingana, yaani kusiwe moja ambaye yuko na vingi zaidi, na tena wao wengine wanafurahia afadhali wewe uwe na kidogo kuliko hile walicho nacho. Hiyo ndio dunia tunayoishi. Lakini hayo yote yanapotokea, unapotaka kufanikisha katika maisha yako, usiangalie watu, hacha kufikiria watu watakuona namna gani, maana utashindwa kutimiza ndoto zako kwa sababu ya watu wala jamii inayokuzunguka. Watu watabaki, watu hawatabadilika. Lakini wewe usipochukua tahadhari, waweza kubaki hapo ulipo milele na ukabaki ukizungumzia historia tu ya maisha yako. Watu watasema, kuna watu watakufikiria hata vibaya, utatukano na watu wengine. Lakini unapofanikisha, unapopiga hatua ya mafanikio yako, ni lazima ufike hatua ya kusema kwamba mafanikio huwa yapendwa na kila mtu, na watu wengi huwa wanapenda watu wengine kuanguka kuliko kusimama katika maisha yao. Hiyo ndio dunia jinsi ilivyo, ndugu zangu. Tumewaona wengi na tuna mifano ya kutosha. Waweza kuwa na rafiki leo, mnashirikiana mambo mengi, siku unapofikia hatua ya wewe kufanikisha, yule rafiki yako kipenzi anakuwa adui yako wa kwanza. Waweza ukawa na ndugu ambao labda ulikuwa unawaaminia sana katika maisha yako, unapoanza hatua ya mafanikio, wote wanakutenga kabisa, na tena wanakuwa mstari wa kwanza kukusema maneno mpaka unajiuliza, hivi huyu anayesema haya maneno ni ndugu yangu wala ni jirani tu? Wachache sana ndio wao wanafurahia mafanikio ya watu wengine. Lakini usikate tamaa. Dunia ndio ilivyo hivyo. Ni lazima usimame hapo ulipo. Unapokuwa na ndoto wala unapotamani kufanya kitu fulani, usiangalie kushoto kulia. Weka mawazo yako kwanza kwa kile kitu unachotaka kukifanya. Mengine yote yatakuja baadaye. Na ndio pale inafikiaga hatua unaona watu wanakuja kukushauri. Wewe ukifikiria labda yale mashauri ni ya kukufanya wewe usonge mbele, mashauri wanayoleta ni ya kukurudisha nyuma. Ukikubali yale mashauri na ukienda kuanguka, hao watu watakuwa wa kwanza tena kusimama na kuanza kukucheka wewe, maana dunia imeumbwa hivyo. Lakini ndugu yangu, jua kwamba katika dunia tunayoishi, watu wachache sana ndio huwa wanapenda mafanikio ya watu wengine, lakini wengi huwa wanapenda watu wote wao kwenye level moja, wala ukose kabisa. Hapo ndio wanafurahi. Anaweza kawa ndugu wa damu kabisa, ukitaka kufanikisha yeye kwake anaona ni shida, anataka mubaki pale pale mlipokuwa miaka yote. Unaweza ukawa na jirani ambao hawezi taka wewe ufanikishe, maana ukifanikisha utamshinda yeye, atafanya vyote viwezekanavyo ili uweze kubaki chini. Anaweza kawa hata rafiki ambao mlirafikiana naye, anajua wapi mlikotoka, lakini wewe ukitaka kupiga hatua anataka kurudishe mubaki pale pale. Watu kama ukiwa nao wala ukiwafahamu, ni lazima uwaweke pembeni na usimame peke yako usonge mbele. Na kama unaamini kwamba, ndugu yangu, sio watu wote huwa wanatakia mtu mafanikio, weka mawazo yako hapo na tuweze kuyasikia na ucomment. Asante sana.